Sote tunahitaji kujua sanaa yenye mazoezi ya kweli ambayo itaonyesha utofauti kwa watu wengine, lakini pia inaweza kutufanya jamii ijifunze kutoka kwetu pia. Sasa kama tuko pamoja hapa. Naiheshimu sana sanaa. Nahitaji kuwa mfano bora kwenye jamii, hasa kwa mabinti wenzangu. Okay. Bwana, tufanye mazoezi bwana. Ukurasa. Bila kupoteza muda na kupepesa macho, nadhani jana wote tulikuwepo kipindi tunashoot ile demo ya tamthilia yetu, na leo tumejiwa na huyu mgeni. Bila shaka sote tunamfahamu. Huyu ni yule mama ambaye ametupa location. Ana jambo lake amenambia, lakini nimelipokea kwa utofauti kidogo, hivyo nisiwe mzungumzaji sana. Acha nimkaribisha yeye. Mama, karibu. Asante. Habari zenu vijana? Nzuri. Marahaba. Ni hivi, jana mlivyokuja pale kwangu kufanya kazi zenu, kuna jambo lilitokea. Mimi niliibiwa vitu vyangu nilivyoondoka. Na sijui ni kwa sababu gani mlifanya hivyo. Kwa sababu mlivyokuja niliopokea kwa mikono yote miwili. Lakini baadaye mlichonifanyia mimi sikujua ni kwa sababu gani. Nahitaji vitu vyangu virudi. Kwanza mama, nashukuru kutuamini na kutupa dhamana ya kwenda kushuti kwake. Lakini vijana hawa wote unawaona wapo chini yetu, na vijana hawa wote wana nidhamu, na sisi hao ndio tulikuja kuomba kwako tushuti. Sasa tunawezaje sisi hao tuje kuibia? Ni vitu vili tofauti mama. Acha kunidanganya wewe. Utaniamanisha na kitu gani? Hali ya kuwa mimi vitu vyangu vimeibiwa. Kwa hiyo mimi naweza kuwa muongo? Nishakwambieni nataka vitu vyangu virudi. Na la sivyo mtanitambua. Usitukumu moja kwa moja kwa sababu una shahidi. Sisi tutamshutumu nani mama? Ikiwa sote tuliondoka pamoja na kuaga tukiwa mazingira tumeacha salama kabisa. Mama, bado nahitaji msaada wako. Ikiwa utatelekeza na kutushia jambo hili, tutaweza kuchafua sanaa yetu. Tafadhali mama. Acha kunifanyia usanii wewe mtoto. Mimi si mpumbavu kuja mpaka hapa kudai vitu vyangu. Mlichonifanyia mimi siwezi kujua ni kitu gani, lakini nasema hivi, nataka vitu vyangu virudi haraka iwezekanavyo. Na la sivyo mtanitambua. Wewe mwenyekiti, nataka vitu vyangu virudi. La sivyo utanitambua. Nitakugeuza kitu chochote. Umenisikia? Unajua huyu mama ana mbaya sana. Ameona kile tulichokifanya pale jana ni kikubwa na tunaweza tukapata faida. Hivyo watu kama hao tujitahidi tukuishi nao. Hapana mwenyekiti. Yaani nilikuona una akili sana. Kukupa dhamana hiyo ya mwenyekiti haimaanishi una vichwa saba. Kama wewe unatoa kauli hiyo na hawa waje watasema nini? Sijapenda kauli yako. Naomba hili swala tukalizungumzia ofisini.
Senzela, hao wote ni vijana wetu, hivyo tuliamua kukaa na kukubaliana juu ya hiki ambacho nimekuja kukuambia. Hakika tunahitaji sisi wote kwa pamoja, nikiwa kama mwakilishi wao, tunaomba utufundishe sanaa maigizo ili tuweze kutimiza ndoto zetu. Nikibaki kuwatazama wote, najua tuna malengo, tupo tayari kwa chochote kile mpaka tuje tufikishe malengo yetu. Tafadhali tunakuomba tujifunze kutoka kwako. Chaka, ina maana ndo unakurupuka sasa? Jamani, tunahitajika kuwa na maandalizi ili tutakapoanza tusiweze kusuasua, kwani sanaa huwa haijaribiwi. Sijui mnalijua hilo? Senzela, wapo watu wengi sana ambao wanajiunga kusoma sanaa na wanafanikiwa kumaliza, ila ni wachache sana ambao wanafanya sanaa na wengine wengi kuishia kufanya mambo ambayo hawakutegemea. Mambo ambayo yanasababisha hivyo ni kwamba wengi wanaogopa zile gharama za kufanya sanaa na wengi wanakosa vifaa vya production. Sasa tunajua kwamba wewe una elimu ya kutosha. Tafadhali, tunaomba tufundishe basi. Hatupaswi kuamini kwa mwanga wa nyota unang'ara kuliko mwanga wa palamwezi. Inatupasa tujipange kabla ya kutenda kitu. I think tutaonana siku nyingine. Sawa mwenyekiti. Huyu ndo Hans. Sawa. Karibu sana. Asante sana. Labda niwaulize jambo kabla ya yote. Ni kwa nini nyinyi mmeamua kufanya hivi? Hans, hii ni kazi. Hivyo basi, hupaswi kuuliza wala kuhoji kitu chochote juu ya hili swala. Tunachohitaji sisi utufanyie kazi yetu ipasavyo. Na labda nikuulize tu swali. Mara kibao tushapiga ezimishe. Au kuna siku yote tushawahi kukudhulumu? Shangazi yangu kipenzi Senzela, kaka yangu kipenzi, ujio wangu hapa ni kutaka kuwashirikisha juu ya ndoto zinazonisumbua. Zimekuwa zikinisumbua mara kwa mara, na hii ni baada tu ya shangazi yangu Senzela kuja. Mtoto gani hizo shangazi? Ni mtoto zidi yako. Nimekuwa kukosa amani kwa kupitishwa kwenye maono. Nadhani kuna kitu kinaweza kujitokeza. Nimekuwa na hofu sana. Ni vyema tukakufanyia tambiko. Labda nikuulize, mara ya mwisho kufanya ibada ni lini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ana hekima zake, huenda pengine anakukumbusha kupitia hizi ndoto mbaya mbaya hizi ili uweze kurudi kwake na kuweza kumwabudu. Kwani huenda kuna siku nyingi hujamwabudu. Labda nikwambie kitu kimoja. Haya masuala ya matambiko dada, huu mji ni mji wa dini. Sawa eh? Na mimi mwenyewe pia hapa mtaani ninafahamika ni mtu wa dini. Kwa hiyo hapa masuala ya matambiko hakuna. Kaka, dini ipo na masuala ya kidunia yanaendelea. Utakuja kujuta kaka, kipindi umeshapoteza. Kipindi utakuwa na umuhimu wake umeshapoteza. Matambiko yana muhimu, kwani kuna fitina kwenye hii dunia. Sikiliza nikwambie dada, hizo fitina kama unavyosema, sijui matambiko sijui shirki, haya maswala haya hapa kwangu hakuna. Mwanangu Senzela, naomba unisikilize kwa makini. Huu mji hapa hakuna cha tambiko wala shirki. Sawa eh? Mwenyezi Mungu ndio atakayetulinda, na hili naomba ulielewe. Mimi naondoka.
haina haja ya sisi kusononeka na kuendelea kuumia pasipo sababu za msingi. Ni kweli Senzela amekataa kutufundisha, lakini haimaanishi sisi tukukata tamaa. Tunachotakiwa kufanya sisi, tufanye mazoezi kwa bidii sana pasipo kujali muda wala dakika, mpaka pale Senzela anapokuwa tayari kwa ajili ya kutufundisha. Tusichoke. Ya, ni kweli tuna kila sababu ya kuendelea kujifunza pasipo kulazimishwa kusukumwa na mtu yoyote. Sisi kujua, sote tunahitaji kujua sanaa yenye mazoezi ya kweli ambayo itaonesha utofauti kwa watu wengine, lakini pia inaweza kutufanya jamii ijifunze kutoka kwetu pia. Ya, sasa kama tuko pamoja hapa. Naiheshimu sana sanaa. Nahitaji kuwa mfano bora kwenye jamii, hasa kwa mabinti wenzangu. Okay. Ewi. Wa. Wa. Wi. Wi. Wa. Bwana, tufanye mazoezi bwana. Haya. Senzela! Kuna nini? Hebu fungua mlango. Fungua mlango. Wewe Senzela. Senzela. Senzela! 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 Ah. Odi. Wenyewe. Odi. Karibu mama. Asante, shikamoo baba. Habari za asubuhi. Samahani mzee wangu. Hilo usiku kuna kelele nilizisikia. Vipi, kuna usalama kweli hapa? Kelele? Ndio. Tena kelele zenye machungu. Yaani sasa cha ajabu, ghafla tu zile sauti zotikata. Kwa hiyo hata yaani nimeshindwa hata kuelewa. Mama, hapa kwangu hakuna tatizo lolote. Sisi hapa tuko salama kabisa. Mzee wangu, yaani sauti zimesikika humu ndani kwenu. Sasa leo unaniambiaje eti kwamba mko salama? Unajua unashangaza sana. Kwa sababu wewe mtoto wa mzee Dongo kule mtaa wa 7. Usikie kelele huko mtaa wa 7. Lakini hapa majirani zangu hakuna hata mmoja aliyosikia. Ni jambo la kushangaza sana. Hamna. Ila tu nilikuwa labda nahisi sauti zimetoka huko ndani. Yaani sina uhakika, ila nilikuwa tu nahisi. Basi nikwambie,
mama, sisi hatuna tatizo lolote mama. Sisi tuko salama kabisa. Basi sawa. Mimi acha niende. Msalimie Sinzela. Haya, asante. Uwe na siku njema eh? Hivi jamani, tunaanzia wapi? Baba, haina haja ya kumwambia mtu yote. Sinzela hawezi kufa ghafla kiasi hichi. Mimi siwezi kuamini kitu. Baba, sio kweli. Nasema hivi, hapa hakuna sababu ya kulia wala kuhuzunika. Tunapaswa tuwe majasiri mpaka tujue hatima ya hii kitu ni nini. Hapa hakuna msiba baba Sinzela. Hakuna msiba, nasema hakuna msiba hapa. Lakini nadhani nyie wote mnatambua ya kwamba mimi huwa siamini sana nguvu za kishirikina moja kwa moja. Lakini kwa hili hapana. Na pia na wasiwasi na yule mwanakikundi. Kwani iweje majirani zangu wote hapa walionizunguka hakuna hata mmoja aliyosikia kelele, lakini yule mtu wa mtaa wa 7 yeye ndo aliyosikia kelele. Hivi kweli jamani, inawezekana hivi? Cha ajabu sana kaka. Na ndio maana nasema hapa hamna msiba. Yale nilikuwa naongea ndo haya kaka. Hapa msiba hamna. Ndio. Niliweza kumsikia akimwambia Sinzela kwa hata iona siku ya leo. Na ndio maana namtilia mashaka. Huenda kweli hiki sio kifo halali kwa ajili ya Sinzela. Lakini wapo vijana ambao nimewapa kazi na wameshamtia mbaloni. Na imani tu atabano na atasema nini suluhisho hili kuhusu Sinzela. Itakuwa tu suluhisho tutaijua. Ngojea. Sema wewe. Umefanya nini Sinzela? Basi dawa yake ni nini? Mimi dawa yake sijui. Sijui dawa yake? Dawa yake ni nini? Dawa yake ni nini? Mkamkate nalo. Sinzela yupo mule mule ndani, lakini yule sio Sinzela, yule ni mgomba tu. Tugeni niwaambie. Mimi na imani hii ndio inaweza ikawa dawa sahihi ya kumtibu huyu mtu kutoka katika hii hali aliyonayo. Kijana, wewe hutambui kwamba utamjeruhi? Kijana, fanya kama unavyoamini. Huyu mzee kashaingiwa na hofu.
Fanya kama unavyoamini wewe. Nyie ndio wale nipishe. Shangazi. Baba. Chaka. Baba. Shangazi. Nami niko hapa kwa ajili yako. Nashukuru sana kwa juhudi zenu. Nilikuwa naona mtoka mhangaika ili kuweza kuokoa uhai wangu. Nashukuru sana. Ilibaki kidogo nikose. Mungu pole sana. Binadamu ni washenzi. Naomba warudie wao, washindwe na walegee. Sema. Pole sana. Mwanangu, Mungu kakuepusha na hili. Mungu atakujalia utavuka kwenye lingine. Umesikia mama? Pole mama. Pole. Jamani, tuwe wavumilivu kidogo. Na imani atafika muda sio mrefu. Hapana. Ampasu kuchoka. Tambua nini wasanii. Na sifa kuu ya msanii anatakiwa kuwa mvumilivu. Jitahidi kuvumilia. Au anatuletea dharau kwa kuwa yeye? Hapana. Hajawaletea dharau. Na imani atakuja, hawezi kutuangusha. Choka bwana. Huyu hapo amefika. Wasanii wi. Wa. Wi. Sanaa inamaanisha hisia ya kitu fulani, na ndio maana tunajificha uhalisia ili kutekeleza jambo fulani. Wapo wanaosema kwa sanaa ni uhuni. Hapana, ila wapo ambao wanaitumia sanaa hiyo vibaya ili kutekeleza mambo yao, labda kimahusiano. Inatupasa tuiheshimu sanaa na kuheshimu watu ambao tunafanya nao sanaa ili tuweze kufika mbali. Nadhani kila mmoja wetu anaipenda sanaa, ndio maana yupo hapa, si ndio? Hivyo basi, kama kila mmoja wetu anaipenda sanaa, inabidi aiheshimu, atekeleze mambo yanayohitajika katika sanaa na kuheshimu wanakikundi wenzake, si ndio jamani? Mimi nipo pamoja na nyinyi. Naipenda sana sanaa. Samani. Yes. Naweza kuzungumza? Ya, unaweza kuzungumza. Mimi ni mwana sanaa. Naipenda sanaa yangu. Na nitahakikisha na walinda wasanii popote pale wanapokwenda. Ila ukweli wangu ndio utakao niweka huru mahali hapa. Mimi na mchumba wangu sisi ni waathirika wa ukimwi. Tunaishi na maradhi. Hivyo basi
naomba tujilinde, tuwe na afya bora ili tuweze kufanya sanaa kama shughuli yetu na sio kama sehemu ya kufanya uhuni. Asante sana. Hongera sana kwa ujasiri wako. Na unaipenda sanaa yako ya bongo. Hongera sana. Hivyo ndivyo wasanii tunapaswa kuwa. Sawa. Kwa hiyo kuanzia leo nimekubali kuwafundisha sanaa. Kwa hiyo naomba mkachukue miongozo ili tuweze kuanza na mazoezi. Kurasa, kurasa, mbona unatesa? Ukurasa, unaumiza, unaliza. The candle flickers but won't go out. Through the silence I hear a shout, a song of hope, a hymn of fire. It lifts me up, it pulls me higher. Scattered words, a broken pen, but I'll rewrite it all again. Ukurasa, turn the page, let the light break through the cage. Ukurasa, make it new. Every chapter, every hue. Oh, the stars, they spell my name. Through the night I'll stake my claim. Dust and ashes, still I stand. With trembling heart, with steady hand. Oh, the stars, they spell my name. Through the night I'll stake my claim. Dust and ashes, still I stand. With trembling heart, with steady hand. Ukurasa, ukurasa, unatesa. Ukurasa, unaumiza, unaliza. Ukurasa wa mapenzi, mapenzi umejaa wivu. Ukurasa, turn the page, let the light break through the cage. Ukurasa, make it new. Every chapter, every hue. Oh, the stars, they spell my name. Through the night I'll stake my claim. Dust and ashes, still I stand.